Mimi sijawahi kuweza neno pasipo wewe. Ombi langu Bwana, ninaomba uwepo wako uwepo pamoja nami, kanitumia kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Maneno yangu yanyamaze, ila neno lako lisimame kwa ajili ya utukufu wako. Ninaomba hayo nikiamini ni katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Kwa ajili ya uimbaji. Hayo makofi hayatoshi kwa ajili ya uimbaji. Hayo makofi ni ya mwenyekiti wa serikali za mitaa. Nisikie makofi kwa Bwana. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia amina za watu wawili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen, amen. Mungu abariki sana. Nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa sana kumshukuru Mungu wa mbinguni ambaye amenipa neema na kibali cha kusimama kwenye mkesha huu. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya baba Kenon, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya mwinjilisti. Mungu akubariki sana. Lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya vikundi vyote vya kwaya, vikundi vya kwaya mbalimbali kwa huduma na utumishi uliotukuka mliofanya. Mungu awabariki sana. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya praise team, watu wa vyombo. Mungu awabariki. Lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya mratibu na ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Hebu tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya utumishi hapa. Amen, amen. Haleluya. Barikiwe sana. Amen. Basi chukua Biblia yako pamoja na mimi, na napo mtu anasinzia utanisaidia kumpiga kwenzi, alafu ataniambia, ataniona mimi baadaye. Sema amen. Utanisaidia kumwamsha kwa kwenzi, alafu mimi tutaona naye. Sema amen. Kwa hiyo usiogope kumpiga mtu kwenzi. Sema amen. Nimekupa kibali kabisa. Sema amina. Amen. Basi fungua Biblia yako pamoja na mimi ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Tutajifunza kwa uchache, lakini natamani tupate muda mwingi wa kuomba. Sema amina. Wangapi mko tayari kwa ajili ya kuomba? Amen. Tumesifu, tumeimba, lakini ni muhimu pia tukapata muda kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuomba. Amen. Kupeleka haja zetu mbele za Bwana. Sema amina. Kwa hiyo fungua pamoja na mimi Biblia yako, kitabu kile cha Kutoka. Fungua pamoja na mimi kitabu kile cha Kutoka, ile sura ya 20. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, ile sura ya 20 na ule mstari wa 2. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 na kuanzia ule mstari wa 2. Tunasoma ule mstari wa 2. Tunaiona watu wa Mungu Haya, tusome wote, twende. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Tusome tena, twende. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa. Haya, twende na kitabu cha Mwanzo. Tuangalie na kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ya 12. Tutazame tena kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ya 12 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari ule wa kwanza. Mwanzo sura ya 12 na kuanzia mstari wa kwanza. Tumeona anasema hivi: Bwana Mungu akamwambia Abrahamu, toka wewe
katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Mungu alibariki neno lake. Sasa kama unaandika, andika kichwa cha somo, kutoka kwenye nyumba ya utumwa inayozuia baraka kwenye maisha yako. Kutoka kwenye nyumba ya utumwa inayozuia baraka kwenye maisha ya kwako. Kutoka kwenye nyumba ya utumwa inayozuia baraka kwenye maisha yako. Nimekusomea vitabu viwili, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, alafu nimekusomea kitabu cha Mwanzo. Kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 22 anasema Bwana akawatoa kwenye nyumba ya utumwa. Alafu kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza anasema hivi: Mungu akamtokea Ibrahim. Na wasomaji wa Biblia, Ibrahim wakati anatokewa na Mungu alikuwa ni kijana kama wewe, alikuwa ni kijana kama wewe, lakini maandiko hayatuambii wakati Mungu anamtokea Ibrahim alikuwa na umri gani, lakini alikuwa ni kijana, kwa sababu hata yeye alikuwa hajaoa. Sasa ukiendelea kumbele unagundua alikuwa ni kijana kwa sababu alikuwa hajaoa. Sasa basi Ibrahim alikuwa ni mfanyabiashara, Ibrahim alikuwa ni mfugaji, Ibrahim alikuwa ni mkulima. Mungu wakati anamtokea Ibrahim alikuwa ni mpambanaji, alikuwa ni fighter. Sijajua kama kwenye mkesha wa leo kuna kijana ambaye ni fighter. Sijajua kama kuna kijana mpambanaji hapa. Sasa Ibrahim alikuwa ni mpambanaji, alikuwa ni mtafutaji, lakini katika kutafuta kwake Ibrahim alikuwa hana jina. Ibrahim alikuwa baraka zimefungiwa. Ibrahim alikuwa anafanya kazi sana, alikuwa ni hard worker, lakini baraka za Ibrahimu zilizuiliwa. Lakini namba 3, Ibrahim alikuwa ni mwombaji. Namba 4, Ibrahim alikuwa na imani. Kwa hiyo haya mazingira yote Ibrahim alikuwa ni mtu mwenye imani. Ibrahim alikuwa anafanya kazi kwa bidii sana, alikuwa ni kijana ambaye ni mpambanaji, lakini pamoja na upambanaji wake maisha yake hayakuwa na matokeo. Pamoja na kuwa na jina, lakini Ibrahim akaendelea kumwamini Mungu, na akiwa katikati ya kumwamini Mungu na maombi, ndiyo sura ya 12 unaona Mungu anamtokea Ibrahim, anamwambia Ibrahim, nimekuona imani yako. Nimesema Ibrahim ni baba wa imani, alikuwa na imani. Anasema Ibrahim, nimeona maombi yako, nimeona imani yako, nimeiona bidii yako, lakini Ibrahim, kuna kitu kinazuia, kuna
kinachozuia usitoke kwenye maisha yako. Kuna kitu kinakukwamisha usiende kwenye hatima yako. Kuna kitu kinazuia baraka yako. Anampa simu, anamwambia hicho kitu ni nyumba ya utumwa wa baba yako. Kwa hiyo nyumba ya utumwa ndiyo ambayo inazuia baraka kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa unapambana, ni kweli kabisa unaomba, ni kweli kabisa unajituma, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna nyumba ya baba yako. Tunapozungumzia nyumba, hatuzungumzii jengo, tunazungumzia nyumba ya kiroho kama asili ya kwenu, kwamba asili ya kwenu ndiyo inazuia baraka, inazuia usiwe na jina, inazuia usifanikiwe, inazuia baraka. Kwa hiyo kama unataka ubarikiwe, kama unataka uwe na jina, toka kwenye nyumba ya baba yako, utaona baraka. Cha kwanza asema toka kwenye nyumba ili nikubariki. Namba 2 asema ili nilikuze jina lako. Maana nilijulishe jina lako lijulikane, kwamba unauza biashara ijulikane. Nyumba maana kitu cha kwanza, nyumba kama asili ya ukoo. Nisikize vizuri, tunapozungumza kwa habari ya nyumba, tunazungumza juu ya asili ya kifamilia. Kuna mtu kwa hapa, kuna wakina Ibrahim wako hapa wanabidii, kuna wakina Ibrahim wako hapa wanapambana, lakini nyumba kama asili ya kwao imezoea baraka. Kuna wakina Ibrahim wako hapa wengi wanaomba, lakini nyumba ya kwao kama asili yao imezuia baraka zao. Na kwa sababu imezuia baraka, wanapiga bakteria. Ukimwona wajana unamwona leo, haendi mbele kwa sababu nyumba imemzuia. Na kuna wakina Ibrahim wengi ambao tunataka tuwe na majina, tunataka tuwe tuna majina, aidha kwenye eneo la biashara, aidha tupate kazi au elimu, lakini bila kujua kwamba nyumba ya ukoo inazuia, hairuhusu kitu cha kudogo. Kuna mtu kwa unabadilisha makeup, unaomba Mungu nipe mume, shida sio mume. Nyumba kwenye ukoo wenu, kwenye asili yenu, kuna kitu cha kuolewa. Kuna mtu kwa unapambana kwamba mbona kila siku ninafeli, umesalisiti mara nyingi. Shida sio salisiti, shida ni nyumba inazuia. Nyumba ya kwenu hairuhusu kitu cha elimu. Kwa hiyo ndio Mungu anamtokea Ibrahimu, anaambia Ibrahimu, toka wewe katika nyumba. Katika nyumba maana nyumba kama asili ya ukoo kina Ibrahimu ilikuwa hairuhusu kufanikiwa, ilikuwa hairuhusu kufanikiwa. Nisikilize, kufanikiwa sio tu bidii. Kuna watu wana bidii, kuna watu ni wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka, lakini hakuna matokeo. Kwa nini? Nyumba ya kwao hairuhusu kufanikiwa. Kuna dada yuko hapa nzuri, lakini miaka inazidi kwenda, hakuna kinachotokea mpaka mpaka. Nyumba ya kwenu hairuhusu kitu cha ndoa. Na ni rahisi sana kuomba Mungu akupeleke mahali. Kwa hiyo wengi tunashughulika na Mungu atupeleke mahali badala ya kushughulikia nyumba. Kwa sababu Ibrahim kilichomzuia ni nyumba. Ndio Mungu alimwambia toka kwanza kwenye nyumba
ya baba yako. Maanake nyumba ya baba yake Ibrahimu ilikuwa ni nyumba inayozuia. Kuna watu wengi ambao asili za kwao, nyumba tunazungumzia kama asili yao hairuhusu kuolewa. Ninakumbuka nilienda mkoa mmoja, nilikuta na binti mmoja, binti ni mzuri, akitembea hapo unaanza kuimba ule wimbo, Bwana Mungu nashangaa kabisa jinsi wewe ulivyo kuu, yotangu vingi. Na huyo wimbo yaani unautukuza uimbaji wa Mungu, jinsi ambavyo yule binti ameomba vizuri. Lakini huyo binti anaambia mtumishi, sasa hivi unavyoniona nina miaka 40, hakuna mtu anayenisalimia hata habari ya saizi. Haya, mtumishi, nimesoma, nina degree kama zote, lakini hakuna hata mtu ananisemesha. Nimejitahidi kubadilisha makeup, nimejitahidi kubadilisha viatu, nitembea au mienendo, hakuna mtu ananiona. Nyumba aliponieleza kitu namna hiyo, nikamuuliza historia kwao, nikamwambia niambie binti, kwenu mmezaliwa wangapi? Akaniambia tuko 7. Nikamwambia katika 7 wanaume wangapi? Akasema wanaume wako 2 na binti kwa 5. Nikamwambia wote ni wazuri hivi. Nikamwambia wanasema hakuna mtu aliyeolewa. Kwa habari ya elimu, kwa habari ya elimu tumesoma wote, ila nyumba hairuhusu kitu cha ndoa. Kwa hiyo nyumba ya kwenu inaweza ikaruhusu mkasoma, lakini ikazuia elimu, ikazuia kitu cha ndoa. Inaweza ikaruhusu ndoa, lakini ikazuia uchumi. Inategemea kila mtu na nyumba yao, asili ya kwao. Kwa hiyo tulipoanza kuomba, mapepo yakalibua yule binti, yakasema hivi, huyu ni mke wa mizimu. Familia yao waliolewa na mizimu ya kwao. Maanake mabinti wa hiyo nyumba wanatakiwa kuwa wake wa mizimu, alafu vijana wa kiume wanatakiwa kuwa waume wa mizimu upande wa bibi nyumba. Alafu binti kila siku anaomba, Mungu niletee mume. Kumbe shida sio mume, shida ni nyumba. Sasa mwangalie jirani yako upande, mwambie nyumba ya kwenu imezuia nini? Mwambie nyumba ile ni imezuia nini? Anasemaje? Kila mtu ana nyumba yake. Kwa hiyo Mungu anamwambia Abraham, toka wewe. Nyumba ya kina Ibrahimu, jambo la kwanza, ilikuwa imeshika kitu cha utasa. Nyumba ya wakina Ibrahimu, ukiendelea kwa mbele, Mungu asema, Mungu akamwambia Abraham, kuanzia leo wewe hautaitwa Abraham tena. Maana ndani ya hilo jina lilikuwa limebeba utasa. Nyumba inaweza kuwa imebeba utasa. Andika jambo la kwanza, andika, nyumba inaweza ikabeba kitu cha umaskini. Jambo la pili, nyumba inaweza ikabeba kitu cha magonjwa, kitu cha magonjwa. Jambo la tatu, nyumba inaweza kubeba utasa. Ibrahim amekuja kupata mtoto akiwa na miaka 100. Maana nyumba ilikuwa imezuia pia uzao. Nyumba inaweza kubeba pesa. Na maana kuna mtu hapo anafanya kazi, kila unachokifanya kinakufa. Sio kwamba una bidii. Kuna mtu anasema shida yangu nikipata mtaji. Shida sio mtaji, shida ni nyumba. Na ndio maana kuna mtu una bidii, lakini kila unachokigusa kinakufa. Tukabisi biashara leo, bwana hamna biashara hiyo. Nini? Nyumba. Nyumba ya kweli.
kufanikiwa, hawaruhusiwi kuolewa, hawaruhusiwi kusoma. Asubuhi nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, mtumishi, nilipokuwa kuanzia darasa la kwanza alisema nilikuwa ninaongoza, darasa la pili naongoza, mpaka la saba naongoza, alafu alisema hesabu nilikuwa napiga mpaka 99, yaani nikipata 80 naona kama nimefeli. Anasema nimeenda form 1 napiga hesabu 100, 90, 99 hapo. Lakini anasema cha ajabu, ilipofika tunafanya mtihani, nimepata mtihani wa kumaliza form 4, anasema mtumishi, cha ajabu, nikashangaa matokeo yanakuja nimepata 0. Ili sio kama unaelewa vizuri. Huyo mtu alikuwa anaongoza tangu primary. Hapo amefika kuanzia form 1 anapiga hesabu vizuri. Kila mara anaongoza. Hapo anakuja matokeo ya kumaliza form 4 anapata division 0. Msema 0. Anasema kila mtu alishangaa. Asema mtumishi, hata walimu waliogopa kunipa matokeo. Walimuuliza imekuwa kwaje? Alisema tangu siku ile nikailani shule. Maana yake nini? Nyumba. Alipokuwa ananieleza nikamwambia, kwenye familia yenu vipi kitendo? Akasema kwenye familia yetu hakuna mtu amesoma, ila wengi wanaonyesha. Maana yake nyumba. Unajikuta unahamishwa nyumba ya hauruhusiwi kwenda nyumba. Toka wewe katika nyumba ya utumwa. Nyumba. Na wengi sana kwa sababu hatujajua, tunaomba vitu ambavyo kumbe shida sio hicho. Mungu naomba nipe kufaulu. Shida sio kufaulu. Mbona darasa lile mbona deski lile kunaona nifaulu? Shida sio shule, shida ni nyumba. Nyumba ya ukoo wako inakuzuia kwa sababu haitaki uende zaidi ya watu wengine. Kuna watu wengi tuko hapa tumezuiliwa na nyumba, tumezuiliwa na nyumba. Andika jambo sasa, andika utajuaje kwamba hatima yako imezuiliwa na nyumba ya ukoo? Utajuaje kwamba hatima yako au maisha ya kwako yamekwamishwa na nyumba ya kweli? Andika jambo la kwanza, ni uwepo wa matatizo yanayojirudia kwenye familia. Ni uwepo wa matatizo yanayojirudia kwenye familia. Kwa mfano, kwenye familia ukiangalia, utakuta labda mmezaliwa watoto 5, 4, hakuna mtu anavuka form 4. Ukishaona tatizo la mfanano linajirudia, ujue hii ni kesi inasababishwa na nyumba. Namba 2, magonjwa ya mfanano. Matatizo ya mfanano, uchumi wa mfanano. Nilienda kwa familia moja, yaani bibi yao alikuwa na shida na shilingi 100,000 tu ili afanyiwe operation, ukoo mzima wao 100,000 tu. Maisha ya mfanano. Kwa hiyo ukishaona kwenye familia kuna aina ya matukio, aina ya matatizo yanayofanana, tabia zinazofanana, ujue kuna nyumba inayoinua hizo tabia, kwa sababu kila tabia nyuma yake kuna nyumba, na kila nyumba ina kuhani anayesimamia. Mwaka jana nilienda Moshi, nilienda mahali pale Patolongo, nikamkuta baba mmoja analia machozi. Nikamwambia, baba unalia nini? Akasema, mtumishi, sijajua kwenye ukoo wetu kuna namna gani. Nikamwambia, kwa nini? Akasema,
watoto 8. Watoto wangu wote wanafaulu kwenye sekondari, lakini hakuna mtu anaenda. Sasa kuna kijana wangu huyu wa mwisho, huyu akakubali kwenda, ameenda form 1, ameenda form 2, form 3, ili anaenda kufanya mtihani wa form 4, akakanyagwa na ng'ombe, mguu kaanza kuoza, akashindwa kufanya mtihani. Maana yake ni nyumba. Asema hao wengine wote ni walevi, wameshindwa kusoma. Maana yake nyumba imezuia kitu, matatizo ya mfanano, tabia za mfanano. Ukishaona tatizo au matatizo yanayojirudia ya mfanano, usianze kukiongea tatizo, shughulikia nyumba. Ndio Mungu anamwambia Abraham, toka wewe katika nyumba ya baba yako. Maana hii nyumba ndio inakwamisha magonjwa ya mfanano, matatizo ya mfanano. Kwa hiyo ukishaona unachofanya, jambo la tatu, ukiona kila unachokifanya hakifiki mwisho, unaanzisha vitu hapo, vitu vyako unavyovianzisha havifiki mwisho, ujue hiyo ni kesi ya nyumba. Na jambo la tatu, kuota ndoto. Upo kijijini, unaishi hapa mjini, alafu unaota ndoto huko kwenye kile kinyumba cha zamani. Maana yake Mungu anakusemesha kwamba kwenye ulimwengu wa roho umeshikiliwa na nyumba. Nyumba imekushikilia huko, ijapokuwa uko hapa, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna nyumba imekushikilia. Unaota ndoto kwenye hii nyumba zamani huko kijijini, kuota ndoto kwenye shule ya msingi ulikosoma, kuota ndoto unaachwa na gari, kuota ndoto unachelewa mahali, kuota ndoto unakwenda mshiriki. Mungu anakusemesha ya kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna nyumba imezuia uchumi wako, kuna nyumba imekamata hatima yako. Yaani kwenye mkesha huu Bwana amenituma kama malaika nije nitangaze, kila nyumba inakushikilia leo inakuachia kwa jina la Yesu. Amina. Asema moja ni hali huko. Nasema hivi, Bwana amenituma jioni ya leo, kila nyumba inakushikilia kwenda leo inakuachia kwa jina la Yesu. Amina. Asitosheke hapa katikati. Nasema hivi, ikiwa kuna nyumba inakushikilia, usiendee hatima yako kama Abrahamu. Iwe ni hatima ya uchumi, iwe ni hatima ya ndoa, iwe ni hatima ya elimu. Nasema jioni ya leo, kila nyumba itakuachia katika jina la Yesu. By power, by force leo tunatoka. Nasema kila nyumba iliyokushikilia, Bwana amenituma nije nitangaze ya kwamba leo tunatoka kwenye nyumba ya magonjwa, tunatoka kwenye nyumba ya maskini, tunatoka kwenye nyumba ya kutokuelewa iliyokushikilia. Nasema leo tunatoka. Watu kwenye imani hapa wanaosema leo ninatoka kwenye ile nyumba ya ukoo, wanaosema ninatoka. Sijaona watu wanaotoka hapa
makofi. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. President, karibu tu. Nataka tuimbe hapo tuingie kwenye kuomba. Karibu hapa tuimbe. Tutaimba pamoja. Hata kama wamesema hautaolewa, Bwana Mungu anaweza kufanya. Yes, Lord. Bado nakuamini Bwana.
asiyetoka. Maanake Abrahamu ameendelea kuishi maisha ya utumwa. Kwa hiyo kama wewe usipoomba, maanake kuna hiyo nyumba haitakuachia. Unapotamka, maanake nyumba inakuachia. Wewe unajua kama ni nyumba gani. Kila mtu nilikwambia na nyumba yao. Kuna mwingine kuna nyumba ya kuolewa, kuna mwingine nyumba ya kufanikiwa. And my point is kwamba hakuna nyumba itakuachia usipoiambia niachie. Omba kwa mzigo, maanisha usimwangalie mtu mwingine. Kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana mipango yake, kila mtu ana mambo yake. Kwa hiyo omba kivyako, kama ujaje na mtu, hata kama umekuja na mtu, omba kivyako. Kila mtu ana hatima yake. Unachokwenda kuchukua sasa, wewe ni Bwana
kibali chetu tunakuja kuomba. Aliyekaa msaidie kumsimamisha. Tuambie tena. Tunaingia kwenye maombi ya kuomba. Toka kwenye nyumba. Na nyinyi watu wa vyombo sasa kuomba kisha naomba na nyinyi kwenye nyumba. Kila mtu lazima atoke kwenye nyumba. Yes, kama tutakuwa wapigaji wa kimataifa, lakini nyumba ni sawa. Usiku wapigaji wa kimataifa, wewe mpigaji hapa. Lakini nyumba ikikuachia unakuwa mbaya. Kwa hiyo hakikisha unaomba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninasogea mbele zako. Ninasogea mbele zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ikiwa Bwana. Ikiwa Bwana. Kuna mlango wote. Kuna mlango wote. Ulifungua. Ulifungua. Wazazi wangu. Wazazi wangu. Au wazazi wangu. Wazazi wangu. Au wazazi wangu. Wazazi wangu. Ikiwa kuna maagano. Ikiwa kuna maagano. Walioyaweka. Juu ya nyumba ya utumwa. Juu ya nyumba ya aibu. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Kwa jina la Yesu. Ninaenda mbele za Mungu, kila mmoja omba toba. Omba toba kwa ajili yako. Omba toba ndio. Omba toba mbele za Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba toba mbele zako Bwana. Kila mmoja omba mbele za toba. Omba toba, usinyamaze. Usinyamaze, endelea kuomba toba. Omba toba kwa ajili yako. Toka kwenye nyumba ya utumwa. Toka kwenye hiyo nyumba ya kitumwa. Toka kwenye ile agano la kitumwa. Endelea kuomba, usinyamaze. Aliyelala mtaweza kuomba. Omba toba Baba, katika jina la Yesu. Tuko mbele zako watoto wako. Wapige kwa kiume Bwana. Tunaomba toba. Tutoke kwenye nyumba ya kitumwa. Tunaomba toba. Tutoke kwenye shimo la aibu. Tutoke kwenye nyumba ya aibu. Tunaomba toba usiku wa leo Bwana. Naomba toba kwa ajili yangu. Naomba toba kwa ajili ya wazazi wangu. Naomba toba kwa ajili ya watoto wangu. Naomba toba kwa ajili ya ndugu zangu. Endelea kuomba toba. Usinyamaze. Sijana watu naomba mahali hapa. Omba kwa sigo. Omba kwa msigo. Omba toba kwa ajili yako. Omba toba kwa ajili ya watoto wako. Endelea kuomba toba. Usinyamaze. Usinyamaze. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Ibrahimu alitoka. Aliambiwa aondoke. Akaondoka. Akaondoka. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Omba toba. Achilia hiyo nyumba ya kitumwa. Waliokukamata kwenye hiyo nyumba ya kitumwa. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba toba. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Uliyelala. Toka mahali hapo kwenye nyumba ya kitumwa. Omba toba. Ondoka kwenye nyumba ya aibu. Ondoka kwenye nyumba ya aibu. Ondoka kwenye nyumba ya aibu. Shetani anakuachilia. Shetani anakuachilia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Usinyamaze. Usiku wa kuomba. Omba toka kwenye nyumba. Wewe nyumba ya kitumwa. Wewe nyumba ya magonjwa. Wewe nyumba ya usinzi. Wewe nyumba ya ulevi. Toka kwenye hiyo nyumba. Toka kwenye hiyo nyumba. Wewe nyumba ya kitumwa. Walikucheka. Walikusalau. Toka kwenye hiyo nyumba ya kusalauliwa. Toka kwenye hiyo nyumba ya kusalauliwa. Walikuita utawezekana. Walisema haiwezekani. Toka kwenye hiyo salao. Kwenye nyumba ya kitumwa. Usiku wa leo. Tunatoka. 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 Na hiyo mizigo. Tunaitoa. Tunaitoa mahali hapa. Kwenye madhabahu mahali hapa. Hiyo mizigo ya kitumwa. Hiyo mizigo ya kitumwa. Usinyamaze. Usinyamaze mama yangu. Usinyamaze dada yangu. Toka kwenye nyumba ya kitumwa. Toka kwa jina la Yesu. 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 Tunatoka. 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 Bila vitu vinakata. Bila vitu vinaondoka. Bila vitu vinaondoka. Nyumba ya kitumwa. Tunaachilia sasa. Achilia mizigo ya nyumba ya kitumwa. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Hiyo mizigo aliyotubebesha usiku wa leo. Tunatoka. Usiku wa leo. Tunatoka kwa jina la Yesu. Baada ya Yesu Kristo. Toka jina. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa sauti sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sasa sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Saa hii. Saa hii. Sema ninaibeba. Ninaibeba. Sema ninaibeba.
damu ya Kalvari inaipeleka, sema inaipeleka hiyo damu ya Yesu kwenye nyumba ya utumwa, kwenye nyumba ya aibu, inawalipa damu ya Yesu. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu kwenye nyumba ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, tunatoka usiku wa leo, kwa jina la Yesu, nyumba ya utumwa, nyumba ya aibu, tunaituma damu ya Yesu, ikatuondoa kwenye nyumba ya utumwa, kwenye nyumba ya aibu, tunatuma damu ya Yesu, ikatuondoa kwenye nyumba ya utumwa, kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, Kuna watu waomba maisha, hata tumekuja kwenye mkesha kuomba. Haina sababu kuja kama unalala, yaani kwenye mkesha unalala, saa ya maombi, wewe ungelala tu nyumbani. Haina sababu ya kuja, unapoteza muda. Yaani kama unalala kwenye maombi, haina sababu ya kuja. Wewe ungelala nyumbani kwako. Lakini mahali pa mkesha sio mahali pa kulala. Mwamsha aliyelala tuingie kuomba, mwamsha aliyelala. Mwambie hatujaja kulala, tumekuja kuomba. Tumekuja kuomba. Simama mtu wa Mungu, simama uombe. Hebu jitie nguvu, simama. Haina sababu ya kulala kama kesha. Hakikisha unaomba. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Sema kila vazi. Sema kila vazi. Sema kila vazi. Vazi la utumwa. Vazi la magonjwa. Vazi la aibu. Vazi la masikini. Vazi la kukataliwa. Vazi la mateso. Vazi la kutokuelewa. Vazi la madeni. Unatokana na nyumba. Leo ninavua. Ile vazi. Vazi la madeni, vazi la magonjwa, tunavua kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Vazi la madeni, tunavua kwa ishara, haya vua. Vazi la madeni, vazi la utoleo, vazi la kutokolewa, vazi la kukataliwa, ivue ile vazi usiku wa leo, vua ile vazi, vua kwa damu ya Yesu, vua kwa kumaanisha. Sijana watu hapa wanaovua vazi, vazi la madeni, vazi la kukataliwa, vazi la ushoga, tunavua usiku wa leo, vua ile vazi, vazi la kutokusa, vua ile vazi, toa kwa jina la Yesu,
Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila maneno yaliyotamkwa na kuhani wa nyumba ya utumwa, leo ninafuta kila maneno yaliyoandikwa kwenye nyumba kwamba tutafanikiwa, hatutaelewa, hatutamiliki, hatutasema. Kwa jina la Yesu, kila maneno yaliyotamkwa kwenye hiyo nyumba ya utumwa, usiku wa leo tunaingia maombi sasa ya vita, kwa sababu huwezi kutoka huko umekaa. Tunasema unatoka, unachukua hatua kutoka. Tembea maombi sasa, tunaingia maombi ya kutoka. Kwa hiyo hakikisha unatembea, yaani usikae mahali pamoja kama sanamu. Tukisema unatoka na unapiga hatua, unatoka hatua kutoka kwenye magonjwa. Kama ni magonjwa unasema natoka kwenye nyumba ya magonjwa. Kama ni madeni unasema ewe nyumba ya madeni, ninatoka kwako. Kwenye ulimwengu wa roho unapotoka inatokea. Kama familia yenu hawaolewi unasema natoka kwenye nyumba ya kuja kuolewa. Tunaposema toka maanisha au tunapiga hatua kumaanisha. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo
Usiangalie watu wengine. Ndio, unaona kuna mikono. Kuna mikono ambayo imebeba utajiri. Lakini kuna mtu ambaye anatumia mikono yake. Anatumia mikono yake ndio. Kuna mtu anataka kuwa mbali sana. Kuna mtu mikono yake inataka kuwa mbali, kuwa mbali. Kuwa mbali, kuna mtu anataka mikono yake. Sema kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Basi sema kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema
Hebu tumshukuru Mungu kwa njia ya sifa. Jua ya kwamba ulionyesha